Ikulu ya mbinguni kunayo amani, ikulu ya mbinguni kunao upendo, ikulu ya mbinguni kunao ulinzi. Kwa hivyo mimi nikawa nimebahatika, maana tulikuwa tukifundishwa katika hayo maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo baada ya kufundishwa, ndiposa maandiko yananikujia, ikasema wateule watakuwa huru. Na wateule wanaokuwa huru, kwa sababu ni mwana aliyewaweka huru, nanyi mtakuwa huru kweli kweli. Kwa hivyo ina maana kwamba fahamu zangu zitakuwa sawa, hamna kuchanganyikiwa. Ina maana kwamba matendo yangu ninayoyatenda yatahusiana na mambo yanayopasa toba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana kwamba chochote ninachokifanya, na hata kama misingi ya dunia itikisike, mimi sitatikisika, maana katika hali ya ikulu ya mbinguni kunao upendo na kunao uzima. Amen. Ina maana kwamba Mkristo leo ukiumia, hautakubali kwamba umeumia, maana unapojua kwamba umewekwa huru na unajua uko huru kweli kweli, utatenda mambo yanayopasa toba. Unapoona inafika wakati sahani mlikuwa mkule watu wanne, sasa sahani ile unakula peke yako, kula saizi yako, usile kupitiliza, maana ukala mpaka ya mwingine ni dhambi. Maandiko yanasema hivi, aitendaye dhambi ni wa ibilisi. Ama tumesomewa namna gani? Yes. Aitendaye dhambi ni wa ibilisi. Amina. Naye mtumwa hana makao maalumu kwa nyumba. Yeye mtumwa anakaa kidogo na ataenda. Yaani hana uhuru wa kuongea, yeye ni mtumwa. Lakini sisi watu wa Kristo tunajua ya kwamba tumewekwa huru. Kwa hivyo tunayo mamlaka ya kuongea, tunayo nguvu ya kuongea. Upendo umejaa ndani yetu. Sina chuki, maana nimewekwa huru kweli kweli. Amen. Sasa naye Luka anasema hivyo 19:38 kwamba huko mbinguni nielewe kwamba huko mbinguni kuna shangwe na furaha ya ajabu. Nielewe kwamba huko mbinguni kuna msaada wako wewe Kristo, maana hamna jipya unaloliongojea chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hamna jipya unaloliongojea chini ya jua. Hapa ulicho nacho ni kumwabudu Mungu na kumsifu Mungu. Aidha ni usiku ama ni asubuhi, unamwabudu Mungu. Aidha uko na nguvu ama umekosa nguvu, unamwabudu Mungu. Maana katika ikulu ya mbinguni ni shangwe na furaha, na kuna kushangilia, na hakuna mambo ya unafiki katika ikulu ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ikulu ya mbinguni ni kitu cha ajabu, ambayo kwamba ni tegemeo cha Mkristo, ambayo kwamba ni kimbilio la Mkristo. Mkristo anapokimbia anapata ulinzi pale. Mkristo anapomwita Mungu anapata jawabu lake. Wacha nikuambie, ndio ujue sura ya mwanadamu nayo imeumbwa katika mfano wa swali. Haleluya. Ukatoka hapa na ukakuja hapa, usimuulize kitu huyo, na umwangalie tu peke yake. Kwa hivyo kwa kumwangalia tu peke yake atakuuliza unasema nini. Haujamuuliza neno, lakini umemwangalia tu peke yake. Wachana na hiyo. Unamuuliza tu peke yake. Ukimwangalia kwa macho atakuuliza kwani unasema aje? Bwana Yesu asifiwe. Wachana na hiyo. Mimi ndio nina shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo utakuwa unakuja mbio na umtazame hivi, usimuulize kitu. Lakini kwa sababu imeumbwa kwa mfano wa swali, itakuwa najiuliza mbona huyu ananiangalia? Umepata kama wawili huko kwa gari, kimwangalia unaniangalia nini? Anakuuliza unaniangalia nini? Haujamuuliza kitu.
hiyo swali ambayo kwamba iliumbwa ni kwa sababu maandiko yanasema hivi, munitazame mimi. Ndio maana Musa alipomuinua ile nyoka wa shaba pale jangwani, anasema mkiumbwa na huyo nyoka msipake dawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen.